Kwa majina naitwa Samuel Raymond Kalinde. Wewe unawaleta watu hapa ibadani, unaamini Mungu yupo? Naamini Mungu yupo. Nilikuwa nataka kuuliza, Mungu akikuangalia sasa hivi anakufurahia au amekukasirikia? Mungu amenifurahia. Mungu amesema hivi, ipo siku atahukumu ulimwengu. Sasa Samueli, siku ya hukumu wewe utaenda wapi? Utaenda mbinguni au utaenda jehanamu? Moja kwa moja tumeambiwa kwenye Biblia kwamba jitabirie mambo mema. Kwa hiyo mimi kwa upande wangu mimi, japokuwa kuna muda waga namkosea Mungu, lakini moja kwa moja si kusema kwamba nitaenda motoni, lazima nitaenda mbinguni. Sawa, sasa nikupe kamtiani kadogo ili kusudi uweze kujua kama unaenda mbinguni au unaenda jehanamu. Na kwa kufanya hivyo ujue mimi ninakufanyia kitu kizuri sana. Unazifahamu amri 10 za Mungu? Unaweza kanitajia moja? Yes, nitaka kutajia ambayo ni usizini, amri ya 5. Aha. Yesu alisema hivi, yeyote amwangaliaye mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye ndani ya moyo. Umewahi kumwangalia mwanamke kwa kumtamani? Nishamwangalia kumtamani, ndio. Amri ya 9 inasema usiseme uongo. Toka umezaliwa mpaka leo umesema uongo mara ngapi? Yaani kitu cha kusema kwamba uongo nahisi ni kila siku unasemekana, kwa sababu kuna vitu ambavyo usipodanganya, kwa mfano kwenye kazi zetu za bodaboda, usiposema labda nipo karibu au niko mbali, huwezi kumwambia mteja niko mbali, hapana. Hata tuambia nakaribia. Kwa ule uongo huo hautaweza kukunufaisha pia ukakupa changamoto. Kwa hiyo lakini kikubwa hapo umesema uongo. Amri ya 8 inasema usiibe. Toka umezaliwa mpaka leo umewahi kuchukua chochote kisichokuwa cha kwako bila kujali gharama yake? Nishawahi kuchukua, lakini siwezi kusema kwamba sijawahi kutenda dhambi. Dhambi hizo nimezitenda nyingi sana ambazo nahitajika sasa hivi kuzitubia, kwa sababu hata Yesu mwenyewe hakutenda dhambi, lakini yeye alivyokuwa akiulizwa akasema mimi ni mdhambi. Kwa hiyo kama yeye Yesu mwenyewe alikuwa ni mdhambi, mimi ni nani siwe mdhambi? Sawa. Nikusahishe kidogo Samueli. Biblia inasema Yesu alikuja na aliishi maisha yake yote hakuwahi kutenda dhambi. Unaona? Kwa hiyo Yesu aliishi maisha matakatifu kabisa. Umewahi kuapa? Ndio, nimeshawahi kuapa. Hiyo ni amri ya 3, inasema hivi, usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Kuapa ni kufuru mbele za Mungu. Unaweza kulitumia jina la mamako kama tusi? Kwa upande wangu siwezi kulitumia. Ni kweli, kwa sababu unamheshimu, lakini haumheshimu Mungu ambaye amekupa mama, umelitumia jina lake kama tusi, ndio kulitaja bure. Kwenye Agano la Kale watu walikuwa wanapigwa kwa mawe mpaka wanakufa, kwa sababu Yesu akasema wala mtu yoyote asimwapishe mtu, akimwapisha mtu amestahili jehanamu. Kwa hiyo Samueli, mimi sikuhukumu, lakini wewe mwenyewe umekiri kwamba ni muongo, ni mwizi, unazini ndani ya moyo, na yamkini umewahi kufanya uasherati, lakini mimi hilo sitaki unijibu, hilo baki nalo moyoni. Mungu akikuhukumu sasa hivi utaenda mbinguni au jehanamu? Tenda mbinguni. Biblia inasema hivi, waongo, walevi, wazinzi, waasherati, watukanaji, waabudu sanamu, wote sehemu yao ni katika ziwa liwakalo moto. Sijui unaona hiyo nani Samueli? Lakini Mungu ni wa rehema sana. Unajua Mungu alifanya nini ili sisi wenye dhambi tusiende jehanamu? Mungu alitoa msamaha. Kwa hiyo kama unajua umetenda dhambi, unahitajika ukitubia dhambi zako zote zinasamehewa. Samueli, umeniangusha hapo. Umewahi kusikia Yesu alikufa msalabani? Ndio, nishawahi kusikia. Wengi wamesikia hilo, lakini hawajui hili. Wewe na mimi Samueli tulivunja sheria ya Mungu. Yesu akaja akafa msalabani. Yesu alikufa msalabani bila kutenda dhambi. Biblia inasema alikuwa ni mtakatifu, lakini alifanyika dhambi kwa ajili yetu, akafa msalabani. Na wakati anakufa alisema hivi, imekwisha. Maana yake kwamba deni la dhambi limelipwa. Ukipelekwa mahakamani Samueli, ukiwa umeiba
Akitokea mtu akakulipia deni, hakimu anakuachia. Si unakubaliana na mimi? Nakubaliana na hilo. Kwa sababu sheria imetimizwa sawa sawa na jinsi ambavyo inavyotakiwa. Kwa hiyo leo hii ukifa Samueli, unaenda jehanamu. Kuna mambo mawili ya muhimu sana ambayo unatakiwa kuyafanya, na moja umelitaja. Inaonekana wewe unauelewa mzuri tu, unajua unatakiwa ufanye nini ili kusudi usiende jehanamu. Kutubia dhambi zangu na kuacha maovu ninayoyafanya. Umepatia hiyo moja, kutubu dhambi zako. Lakini cha pili cha muhimu sana, kwa sababu unaweza ukiwa mahakamani, kwa mfano hakimu anakwambia haya, Samueli jitetee. Unasema ni kweli kabisa hakimu, mimi nimeiba, lakini ninatubu, naomba unisamehe, kwa sababu ndio kutubu. Hakimu atakuachia? Hawezi kukuachia. Hawezi kukuachia, kwa sababu yeye anasimamia sheria. Unachotakiwa kufanya cha pili ni kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kwa kufanya hivyo, Mungu anakufutia dhambi zako zote, hata zile ambazo ulitenda bila kukusudia na zile ambazo ulitenda sirini. Mungu anazifuta kabisa, unakuwa kiumbe kipya, hata mawazo yako yanakuwa mapya, kitu cha ajabu sana. Kwa hiyo Samueli, swali langu la mwisho, lini utampa Yesu maisha yako? Sio kwa kuangalia, unaweza kuwa unajiangalia unasema mimi nikijilinganisha na Idi Amin, mimi ni mtakatifu sana. Mungu ni mtakatifu sana. Lini utampokea Yesu Samueli? Kusema kwamba nitampokea, siwezi kusema kwamba nitampokea kesho au baadaye, lakini mambo ya kiroho yanahitaji kwanza maandalizi, kwamba mimi sawa, sasa hivi nimeamua kuokoka labda au kufanya hichi au kufanya hichi. Kila kitu kinahitaji kwanza utayari wa nafsi. Ukishakuwa uko tayari kinafsi, ndipo utakavyoweza kumpokea Roho Mtakatifu. Aha, sawa. Samueli, wewe unaonekana ni mtu ambaye unafahamu vitu vya kiroho, lakini nikuulize kitu kimoja. Kwa mfano, ikiwa mimi nina milioni moja mfukoni, alafu na kuuliza kwamba Samueli, nina zawadi yako hapa milioni moja, nikupe wakati gani? Utasemaje? Hata kama yani ikitokea umenipa zawadi ya milioni afu ni mtu ambaye sikufahamu, na pia lazima nitakuchukulia muda. Siwezi kuikurupuka kuipokea ile pesa sababu sijaifanyia kazi pia. Tuchukulie mimi ni kaka yako, unanifahamu vizuri. Nakwambia nina zawadi yako, unanifahamu vizuri. Utataka hiyo zawadi uichukue wakati gani? Swali gumu kidogo, lakini kwa uelewa wangu mimi zawadi tofauti na masuala ya kutubia. Sawa, labda niseme hivi, Samueli, kama nilivyosema, Mungu ameweka siku ambayo atatuhukumu wanadamu, na Biblia inasema hivi, tazama wakati uliokubalika ni sasa, siku ya wokovu ni sasa. Hivi unajua hii pikipiki unayoendesha kila mwaka Tanzania inaua zaidi ya watu 16,000 kulingana na takwimu za mwaka 2022. Kwa hiyo kuwa kijana mdogo kama wewe sio ndio guarantee ya kufika uzeeni. Unaona? Kwa hiyo Samueli, mimi nikusii, mpe Yesu maisha yako, hauna cha kupoteza. Hivi ulitarajia kwamba utakutana na mtu kama mimi nikwambie maneno ya Mungu? Nakwambia hivi kwa sababu nakupenda na kujali, kwa sababu ninajua Biblia inasema hivi, siku Yesu atakapokuja ni siku ya kutisha na mbaya mno, na bahati mbaya sana hujui utaondoka lini. Au Samueli, wewe unajua utaondoka lini? Hapana. Haujui. Umewahi kusikia kuna mtu kafa kwa ajali ya pikipiki? Nimesha kusikia, na mimi pia ni mmoja wa watu ambao ulitakiwa wafe, lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu mpaka sasa hivi niko hai. Tokea changamoto kidogo wiki mbili zilizopita, lakini namshukuru Mungu mpaka sasa niko hai. Naona Samueli, yamkini Mungu alikuacha ili kusudi uje kusikia maneno kama haya. Haya ni maneno, sio maneno tu ya kawaida. Sio rahisi sana mtu kukuijia akufesi aanze kukushuhudia. Kwa hiyo mimi nikusihi kijana Samueli, Mungu alikuacha akakuhifadhi kwa ajili, akasema yamkini Samueli atanirudia, atanigeukia, atakaa na mimi vizuri. Kwa hiyo nikusihi, hebu nenda mbele za Mungu, jitafakari kwamba
kwa nini nasikia maneno kama haya wakati huu, na ni kwa faida yako. Lakini Samueli, usipoyafanyia kazi, ile siku ya hukumu, Samueli utaniangalia, utasema, baba, kwa nini siku ile ukunipiga makofi nikashtuka? Lakini nimekupiga makofi kwa maneno, nikiwa naamini kwamba ile hofu ya Mungu ikiingia ndani yako, utasema hapana, hapa niko hatarini. Utamrudia Mungu na Mungu atakupokea. Ninakushukuru sana Samueli kwa kunisikiliza. Sijui haya ambayo nimezungumza ni kweli au unaona kwamba nasema tu? Ulichokizungumza ni kweli, hakuna ambacho umepindisha, umenyooka, umenielekeza vitu ambavyo vimenifunza pia vitanibadilisha. Naamini nitabadilika. Mwenendo ambao ulikuwa nao mwenendo wa tofauti, pia nitaweza kubadilika. Nitamrudia Mungu kwa mara nyingine tena. Nashukuru sana pia kwa ushauri. Mungu akubariki.